au wewe ulionaje maandalizi kwa upande wa management pale? Yaani pale tunamuona direct Sister Anna and then na brother nani Madai. Ulionaje maandalizi ya kamati? Management yao kwanza iko fresh. Pongezi ziende kwao sana sana sana, wamejitahidi, wana management kali. Alafu wakiendelea hivi watakuwa wanafanya kitu fresh sana. Abedi TV, jicho la nyumbani. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Abedi TV jicho la nyumbani. Host wako mpendwa hapa Graphic Rauli aka Tijo Mori. Bwana, tunawakaribisha wadau wote na wafuatiliaji wa channel yetu. Natumai umeshaenjoy sana. Umeshafurahi sana tukia jinsi ulivyoanza nasi mpaka sasa hivi. Ni mambo mengi sana, maana wewe ndio tajiri wetu, bila wewe sisi hatupo. Alafu hakikisha link hii umeshare kwa watu wengine, share upendo, maana wewe ndio tajiri wetu bwana. Niko na boss hapa. Tutapigania story fupi tu. Tutamfahamu kwanza kwa majina na tukio ambalo lililotokea hapa Jumamosi hapa tariki 14 mwezi wa pili, siku ya Valentine Day. Licha kwamba mvua ilisumbua, lakini watu walijitahidi kufanya mambo ambayo yako sawa, perfect. Wana kundi lao, and then tutaenda kuongelea kuhusiana na hilo kundi. Host wako mpendwa presenter Graphic Rauli. Achana na moja kwa moja. Inakuwa kiongozi. Shwari. Poa. Niko poa. Majina ndo nani? Naitwa Oshipape. Oshipape. Jina halisi au labda ndo lako tu la masiara? Oshipape. Hilo ni la kwangu tu peke yangu. Labda hivyo natuingilijua jina kabisa lingine tofauti na Oshipape. Tafutie wapi tofauti na Oshipape mwenyewe sasa? Sasa mimi ukitaka kujua jina langu halisi naitwa tu Hussein. Hussein, kama Hussein Oshipape. Yes, hapa tupo maeneo ya R1 hapa RM, mabingwa wa soka ndio tupo hapa maeneo fulani hapa, tunachili hapa tuelewe, tutapigana story fupi sana. Bwana. Tumekwenda kwenye group, ndio jina gani tena? Group Charity Hour. Maana yake kwa Kiswahili upendo wetu. Upendo wetu, kwa kusema kwa nyie ni watu wa upendo, ni watu wa kushashia upendo nini? Yaani ndio vitu vyetu sasa, tunaga shida na mtu kabisa. Kundi hii ilianza muda gani? Hiyo upendo wetu Charity Hour ilianza muda gani? Kundi yenyewe ya Charity Hour, wewe kama vile mwana member, ilianza muda gani kundi hili? Kundi letu la Charity Hour lilianza miezi 3 nyuma. Nani ndiye mwanzilishi wa kundi ya upendo, yani tuseme upendo kwa wote Charity Hour? Nani ndo mwanzilishi wa kundi hili? Mwanzilishi wa kundi hili kama ninavyojua mimi ni Mr. Madaya. Mr. Madaya. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ndio yupo kwenye kundi au labda yupo na watu wengine? Kwa sababu kundi kama vile kundi lazima iwe na watu kadhaa, labda kuna huyu na huyu. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe tu au labda kuna wengine tofauti na yeye? Wapo, ila mimi nao wajua kuna ile kundi wanaweza kama ni wao wawili, kuna Mr. Madaya na Sister Anna. Yaani hao ndio ambao vile wanao hapo hivyo ni kusimamia kundi na kulibeba. Sasa labda nikataka niulize, malengo ya kundi ni nini? Kwa nini waunde kundi hili? Malengo ya kundi ni burudani kwa wote tu, enjoy nini, mambo kama na hayo. Yaani kabla ni mambo ya upendo, yaani sasa ni kushare upendo kwa kila mtu. Okay, labda hivyo nataka niulize masharti ya kujiunga kwenye kundi, masharti labda. Na mimi nitaka niwe mwana upendo bana, sasa hapa na mimi nataka nijiunge, maana ni burudani kwa wote. Na mimi mwenyewe hivi nataka niwe mwana member. Ni kipi ambacho nikifanya ili kwamba niwe mwana member wa kundi? Kwa sasa hivi kwenye kundi hatuongezi watu. Yaani ukitaka kujiunga hapo labda nafasi zikija tena unaweza ukabahatika, ila sasa hivi hatuongezi watu kwenye kundi. Okay, amuongeze watu kwenye kundi. Lakini bana kwa jinsi mimi ninavyojua na nikirudi kwenye maandiko, upendo uvumilia, upendo una adabu, upendo hauangalii, upendo ubagui, na nyie tayari huko hivi ni upendo. Na hiyo ndio Biblia kabisa inatubeba. Sasa kwa nini nyie upendo wenu, yani upendo wenu una limit fulani, yani kwenye kiwango fulani hatuongezi, upendo wenu una limit? Kwa nini tayari hivyo mmeshaweka limit na ni burudani kwa wote? Hamjachagua watu, lakini hapa tunasikia eti kuna sehemu fulani hivi hatuongezi sasa hivi, kwa tayari hivyo mmeshaweka limit kwenye upendo. Na ni upendo, kwa nini muweke limit? Na ni kitu cha kuburudisha watu wote kwa ujumla, shida nini? Kama umenisikia sawa nilivyosema, sio kwamba sisi hatuongezi watu, ila nafasi zikija unaweza kubahatika, umeona. Ila kwa sasa hivi ndio bado
hatuongezi watu kwenye kundi, ila nafasi zipo, zikija mtaambiwa. Labda hivyo natutaka hapo hivyo na tuendelee direct, maana ni burudani kwa wote. Ni burudani ngapi ambazo hivi vile umeshapo hivyo ni kuziandaa, labda hivyo ni matukio mara ngapi vile mmeshaandaa kwa kuburudisha watu, maana kundi lenu vile ni kuburudishana I know. Kiupande wangu mimi na kwa kundi lenyewe, kundi lina miezi 3 nyuma iliyopita mpaka kufika leo, mimi nishaona sherehe moja tu ambayo ilimepita tu juzi hapa ya Valentine Day, na ndio ilikuwa sherehe ya kwanza wao kuandaa, ila mambo yanakuja tu mengi tu, mtaenjoy. Okay, kwenye sherehe ya Valentine Day ilikuwa ni Jumamosi hapa, ndio mvua zenyewe zilikuwa zimechanganya. Sasa baada ya kuandaa mambo yote fresh vile kabisa, mmeenda pale penyewe. Mmekaa hamjakaa sawa, mida kama vile ni saa 9 hivi, hali ya hewa ikaanza hivyo ni kubadilika. Na mazingira mmeshaandaa, gharama zimeshafanyika. Ulijisikiaje kwanza baada ya kuona kwanza hali ya hewa yenyewe haielewi hivi? Kwanza niseme mvua ilikosti sana. Iliharibu mambo mengi kwa sababu kwanza ngoma kule ilikuwa ni nzuri, vibe ilikuwa ni kali, tena palikuwa pamependeza kabisa. Mambo yalikuwa ni show. Yaani kiufupi tu mvua iliharibu sana. Sana. Ila wasijali mashabiki wao. Wasijali kwa sababu mambo yanakuja mengi tu mazuri. Sema tu mvua siku ile ilikosti, na tulikuwa tushajiandaa, tumejilamba kabisa, vitu fresh kabisa. Okay. Baada ya hapo unasemaje kuhusu management ya hii kundi kwenye yale maandalizi? Ulionaje kwanza maandalizi, kwa sababu hii management hapa sielewi, au kuna sehemu management vile ilifeli, au wewe ulionaje maandalizi kwa upande wa management pale? Yani pale tunamuona direct Sister Anna and then brother nani Madai, ulionaje maandalizi ya kamati? Management yao kwanza iko fresh, pongezi ziende kwao sana, wamejitahidi, wana management kali. Alafu wakiendelea hivi watakuwa wanafanya kitu fresh sana. Ile management yao hongera ziende kwao. Okay, basi poa, haina baya zaidi, pongezi ziende kwa management. Sasa hivi na wewe unaona ni lini maybe vile na wakaandaa tukio nyingine, au bado hamjajiandaa kwenye hilo, lingali vipi au vipi maandalizi ya tukio nyingine? Maana ni burudani kwa wote. Ni lini mnaandaa burudani nyingine tofauti na hii ya Valentine? Tayari vile imeshapita, burudani ipi nyingine ambayo vile mnaoiandaa? Yani kwa sasa hivi mimi hapa sijui kabisa. Hujui? Yani hapo hivi labda sasa hapo vinatoa ulize wahusika wenyewe kwa undani sasa. Yani hapo kama inawezekana Mr. Madaya na Sister Anna ndio mnaweza mkakaa nao chini mkawauliza nyewe kama media. Shabiki kama shabiki. Ulisema tena jina nani tena pale? Jina. Ush Pape. Na hii ni Bet TV, basi waambie neno mmoja mashabiki wa Bet TV ambao wanaokutazama kwa muda huu. Neno langu ni kwamba nawapenda sana tu na nawakubaliki sana. Waga nafuatilia vipindi vyenu mtandaoni fresh tu, na wakubaliki sana na Mungu awabariki. Ni basi poa, hatuna mengi sana. Ulikuwa nasi hapa hivi. Presenter wako hapa Graphic Rauli aka Jomore hapa. Yeye na Bet TV nyumbani. Make sure bana subscribe channel hii na kubonyeza alama kengele ili kujipatia update kwa muda na wakati ambao unaofaa. Abedi TV, jicho la nyumbani.